Mimi ni mtu wa kazi, sasa nahitaji kazi alafu sina kazi. Sasa ndio mnaiba mali za watu. Shikilisha wewe polishi, mimi ni mtu wa kazi, nikitua kazi nafanya kazi, sitaki kujua nini wala nini. Ndio mnafanya uwizi, mnaiba mali za watu. Sisi tunaiba kwa maslahi yetu binafsi, hapo tunafuate mkondo wake tu. Na kama mtuonye tuweni tu, lakini sisi ni watu wa kazi, hatuwezi kukaa bila kazi alafu tunaona kazi. Kama mnaamua kutuua, mnaamua kutuchoma moto, hamna shida. Shikilisha wewe, hebu kuwa na akili bana. Tutaenda gerezani tukafie gerezani, alafu wizi tutamwachia nani huko nje? Cha msingi nyinyi maafisa mtusamee, sisi tunaapia mbele za Mungu hatuwezi kurudia tena wizi. Na mimi siwezi kuacha wizi, maana unanipa faida. Sasa nikiacha nani ataiba? Halafu nitakula nini? Mimi nitavaa nini? Nyinyi kama mnatua tuweni tu, lakini mimi siwezi acha kazi ya wizi, maana sina kazi. Halo, anaonekana huyu mmoja hana akili timamu. Huyu mwenye akili timamu ndo twende naye gereza, twende naye polisi, kituo cha polisi akajibu mashtaka vizuri. Kwa nini unafanya kazi za wizi? Sasa hapa dawa na mimi niwaigilishie kwamba sina akili timamu. Ngoja sasa wapokee vitu. Haya, chukueni vitu hivyo sasa. Maamuzi yenu ndo matokeo ya kesho. Nane. Aish. Maamuzi yenu ndo matokeo ya kesho. Amueni vyema mpate mema. Aish. Alo, Kapteni Juma, mbona kama tumebeba pancha? Sasa huyo mtu tukimpeleka mahakamani afa anaonekana hana akili timamu na situachie tu. Wewe tumfikishe kituoni kwa adhabu tutazompa. Atasema tu kweli na akili tamkaa sawa. Sasa ukishikia kunywa uji wa mgonjwa na mgonjwa ameamka na ashila ndo hizi. Sasa mimi nafanyaje? Yule mjinga amenikimbia, amejifanya tataira zaidi yangu. Sasa ameachiwa. Mimi huku nafanya nini mimi? Mizimu ya kwetu, hebu nisaidieni mimi. Kwa duka kati ninavunja nataka useme ulikuwa wapi? Mpaka watu wanavunja wanachukua vitu, ulikuwa wapi? Basi nilikuwa nimelala, lakini wakati wanakuja niliwaona, lakini wale majambazi walikuwa watu wema sana. Kwanza walinikuta mvua inanyesha, sina sweta, wakanipa sweta, halafu wakanipa na shuka niendelee kulala. Yaani sijakupata vizuri. Unasema walikuja ukawaona, umewaona? Hapo kuwaona bosi, mimi niliwaona, na alikuja yule mmoja aliyenipa shuka, anaonekana ni mkalimu sana. Hata kama ni wewe bosi, ungewacha tu wachukue mali. Na kabla ya polisi kuja, alitaka niachie namba, sema tu hivyo. Mapolisi walikuja haraka na namba hakuniachia. Lakini bosi, vitu vinatafutwa, mimi ni mzima. Yote na yote ni kumshukuru Mungu. Je, ungenikuta nimepigwa risasi na hao majambarika? Haya, mimi sasa nani angekulindia mali nyingine bosi? Ila nakuahidi mimi, ukileta mali nyingine kulinda, nitakuwa mkali. Kwanza wakija lazima nipige nao story, nihakikishe napiga nao story ndo labda waibe. Mara 10 ungekufa wewe kuliko mali zangu mimi zilizoibiwa. Unajua nimenunua mali kiasi gani zile? Duka wameiba, alafu sasa hivi unakuja kuniambia uliwaona? Sasa lazima ukafie gerezani. Na kuhakikisha lazima nikupoteze ukaozee gerezani. Huyu mtu anaonekana hana akili nzuri. Sasa haina haja hata kumfunga. Tumwachie tu awe huru na maisha yake. Haiwezekani afande. Ameachia mali zangu zote, afu maneno alikuwa anaongea umesikia? Haiwezekani, nataka afie jela, awe na akili nzuri, asiwe na akili nzuri, lakini nataka sheria ichukue mkondo wake. Ndugu Ritombo, karibu sana kwa kufika mahali hapa. Sasa tunahitaji utuelezee jinsi gani tukio lilivyokuwa. Maana hakuna mshahidi mwingine zaidi yako. Wewe ndio ulishuhudia tukio zima A mpaka Z. Hebu utuelezee tukio lilivyokuwa ili jamii ifahamu na tujue namna ya kukusaidia. Marizia mbere Ruta shika birone namba 1 duniani. Haya tuendelee. Wale waizi waliingia kwanza, walikuwa wamevaa maski nyeusi, ilikuwa sijaona. Mimi nilizani ni wa Colombia, nilizani wa Filipino, mimi nilizani wa Korea wamekuja kunivamia. Kwa sababu mimi najua siri nyingi zao.
kumbe ni vibongo. Alafu cha ajabu vikachukua milioni 10. Baadaye vichukua kitu cha maana, vingechukua hata Rolls Royce ile nunua kule Ujerumani, vikachukua milioni 10. Ndugu yangu, Ebu, yani hapo sijakuelewa. Yani milioni 10 au milioni 10? Mwandishi wa habari acha wenge. Milioni 10 dola ndo alichukua. Ilikuwa ni budget ya kwenda kusafishia gari langu pale Ujerumani na kulipaka rangi mpya, ndo akanivurugia hicho kibudget. Mimi nataka tu niwajue, niwaongezee, maana nimeona ni maskini sana. Nataka niwaongezee fedha wakajiendeleza kimaisha, waache uwizi. Sasa Rutombo ndugu yangu, wewe hapa umekuja kuwa ripoti au na kutoa ushahidi ili tuwafahamu, au umetaka tu kuwafahamu ili waongezee pesa? Maana mimi sijaelewa haswa cha wewe kuja hapa. Maana mimi nikajua unataka tushirikiane na wewe, utoe ushahidi mzuri, tuwakamate wafunge gerezani. Lakini naona kama utaki hata kisa hilo swala la kuwafunga, unataka tu kuwapatia pesa nyingine. Huoni hapo unazidi kwa kuza wezi? Watazidi kuibia tena siku nyingine ili waongezee. Kila sana nakwambia Marisa, neno Ruta shika bilionea namba 1 duniani. Unang'ang'aniza Rutombo. Hey Rutombo, sikiliza kwa makini. Naomba uondoke tu, maana naisema ujani wetu hatafanya chochote. Nakwambia tushirikiane, tuwakamate wezi, naona kama unataka kuwafuga. Au unakuja kutuchezea, Mimi sina muda wa kuchezea hapo. Unajua mimi ni mwandishi wa habari tena mkubwa ninaofahamika. Yaani naona kama unanipotezea muda. Naondoka. Mwandishi wa habari acha panichi kwanza, tulie nisikilize. Sema ni tatizo la masijini wote, mnapanichi vitu vya ajabu. Tulia kwanza nikupe. Tena kuwa na adabu sana. Yaani kuwa na adabu kabisa kijana, sawa? Hizo dharau zako za kihai unaojiona una pesa wewe kuliko watu wote duniani usiniletee mimi, sawa? Nani kwanza na panic? Mimi na panic. Ulinihitaji nikufanyie mahojiano. Alafu nani maskini Shika adabu yako wewe kijana. Ondoka tena, ondoka. Yaani unanitake chef, ondoka. Yaani haraka ondoka. Mwandishi wa habari acha panichi, tuongee tumbarize. Mimi nimekuja hapa ili niwajue tu wale waizi. Alafu unaona unaanza panichi. Hilo ni tatizo la masijini. Nisema kama unataka kitu kingine nikupe, kama unataka fedha nikupe. Alafu usinipandishe kibesti, naweza nikakufukuzisha kazi hapa, nikakupa milioni $100, ukaanzisha maisha mengine, au nikakupotezea mbali na familia yako isikutafute, na familia yote naipa pesa haikutafuti. Kwa hiyo usinipandishe kibesi wewe mwandishi wa habari, wewe ni kama kikaragosi kwenye mfuko wangu. Guards! Walinzi! Na toeni takataka. Haya, toka. Hey Zombie, kuna idea hapa. Haya tuenzao, lakini losta kile makelele. Unampenda Amanda? I hope we're forever Wakanda. Wait, is she from Kenya, Uganda? Oh, you met her in Kigali, Rwanda. Hey, naulia. Hembu usiniunguzie mashine zangu, toka hapo. Kuimba kwenye hujui unaimba nini hapo? Jamani Zombie, nipe nafasi ya mwisho. Mbona naweza tu kuimba vizuri? We ngoja tena nikupe verse nyingine hapa. Verse ya nyoko umeimba mpaka umeniamsha pressure. Hiyo ni nyimbo au kuamsha mapigo ya moyo? Nakupa nafasi ya mwisho, na hiyo ukishindwa hamna kurudia tena. In the middle of the night, your phone is ringi-rangarang. So tell me why she doesn't know you have a wife. I'm trying to dingy-dangadai. Baby, I got one question for you. One question. What the fuck is Amanda? Hakuna msanii hapo. Wakala, kuna mtandao gani nataka kutoa pesa? Haya toa mama, kuna za mapesa Tigo, Airtel na mitandao kama yote. Wewe una mtandao gani unaotaka kutoa? Wewe tu watu. Nataka kutoa, sisema nimesikia mtandao unasumbua.
Hawa Yasi wanasumbua sana, ila Tigo wako vizuri sana. Mtandao umesimama super. Haya, kama unahitaji kutoa endelea kutoa, kama uhitaji rudisha kwa tu zako nyumbani. Sijui tutafanya nini, inabidi nisajili line ya Tigo. Hawa Yasi yani jamani, wanatusumbua sana. Mtandao haushiki, bando halishiki. Yasi sio watu wazuri kabisa. Tigo alikuwa watu wazuri. Tigo ni kwanza ni mtandao mzuri. Na wewe kama umechoka kuongea ni bora ukalale. Unasema mtandao haushiki, una mikono. Bora ukalale, usitaki kujua ya moyoni. Kama unatoa pesa toa, kama huna pesa rudisha miguu yako kwenu. Usitaki kujua ya moyoni mwangu nikakutapikia hapa. Wananchi mtanipa? Ala, hebu mgombea kwa na adabu sitokupa nini watu wazima hivi. Nachoongelea nao ni kwamba hana pesa, alikosa pesa ya kunitunza. Vipi pesa hicho cheo anachoomba? Si maajabu haya anayafanya? Mimi namshauri akauze nyanya tu kama kazi zingine watu wengine wanazozifanya. Hiyo anayofanya haimfai kwa kweli. Nitajacheka kwanza nikampigie mama nikamwambie nimpe mape ya huku Bongo. Muna vituko nye watu wa Bongo. Ila shoga yangu sio siri, umechezea fursa. Nikakuona mjanja mwenyewe unajiita baby girl, nikakuona baby girl kweli. Yaani kwa mzee kaa yule kumshikashika kipara tu na ndevu ndugu yangu imekushinda. Oh my God. Unajua kunaibisha mimi Sara jamani. Na upe wako wote mwenyewe mzungu wetu unashindwa kumshika mbaba kidevu kidogo tu mpaka aonge mwenyewe kumwagia mapesa. Jamani, naona mgombea wetu amechoka, ila kikubwa naombeni kura zenu, mumpe kura zenu. Naamini ataletea maendeleo makubwa. Atafanya mabomba yatoe maziwa, atafanya visiwa vigande chocolate, atafanya watu tusipikie maji ya kawaida tena, tupikie juice. Au nyie mnasemaje? Na wala sijachoka, ila nimewastahi tu. Haya sasa ngoja niwape sela zangu. Kwanza nitahakikisha maex wote wanafukuzwa ndani ya jimbo langu. Na wewe mzee uliosimamisha kiuno chako kama mjusi aliyotahiliwa. Haya, ulitaka unipe nini zaidi ya damu? Ute hata damu zenyewe huna, unanipa shida zako. Tuliza komwe hapo. Narudi kwako wewe ex uliyesinya ngozi kama ibilisi shoga. Haya, umesimamisha mishipa ya kiuno. Nyoko. Umekosa cha kuongea, ni bora ukatubu kwa madhambi uliyofanya ukuwa vile viumbe vya watu. Haya sasa hivi unatafuta mtoto huna, usitaki ujue ya moyoni. Baby girl wangu, hebu nipe michapo. Vipi hapo? Yani kakuchamba wewe lakini nimejisikia maumivu mimi. Vipi kwa mtima shoga yangu? Ila usilie ndo wanaume. Ila na wewe utajiju bwana, mtuondoke zetu sisi. Kwani anajikuta nani? Anajiona nani? Mwenye hana pesa afa ananiletea mambo ya ujinga. Mimi nitajamvamia. Unajua sipendi ujinga kabisa. Mimi the day nimetoka kwetu nilikuja kwa ajili yake, alafu mwisho siku akawatapeli. Ndio maana nikaachana naye. Anakuja kuniletea upuuzi wake, mimi sijapenda. Muone na hakika hatapata hizo kura. Labda kama sio mimi Sara, baba yangu ana pesa, haizi nisumbua hata kidogo. Look at him. Sura yake iko mbaya kama Zumaridi.